Nisikilize. Hii mission ilikuwa kumtafuta mwanamke au kumtafuta mtumwa wetu? Nimemuona yule msichana. Yule msichana ndio alionibia mimi kila kitu changu. Kwa hiyo nilipomuona siwezi nikamwacha. Haijalishi. Kwa nini hujaungana na sisi? Unajipa kazi mwenyewe. Labda nikuulize swali moja. Hivi kati ya yule mwanamke na mwanaume yupi alianza? Yaani sisi tunadili na mtu wa muhimu, unaenda kudili na vitu vya kimalaya. Sasa nataka nikuoneshe kwa nini kwa siku nyingine hili mimi huwa sikosea. Ndio maana huwa nikifanya kitu changu nataka mpaka kisha ndiko nadili na kingine. Ngoja mkuu. Tumuuliza mkuu. Tumuolesha ataelewa. Kuna kitu kimoja nataka uelewe. Unapokuwa unafanya kazi na mimi, najali sana muda. Kwa sababu huwa sipendagi kupoteza muda. Hakuna kitu tunachojali kama muda, ni kwangu ni mali sana. Wewe maliza bwana. Sasa sikiliza. Natumaini kwa wakati mwingine utakuwa umejifunza nini cha kufanya. Ongoza njia tondoke. Ongoza njia tondoke wewe. Sasa mama, mimi nimeshaongea na askari. Kwenye swala la usalama tupate kibali ya shughuli yetu. Kama unavyojua, huwezi kufanya shughuli bila kuwa na kibali. Tusikie tukawa tumeandaa shughuli hapa mwisho siku tutakuja kukamatwa mchana kweupe. Ndio maana mimi nikamtafuta askari, nikaongea naye. Mara kwanza alitaka laki. Ila kutokana mimi mwenyewe ananijua vizuri na shughuli zangu nyingi kashanifanyia, akanipunguzia mpaka 50,000. Kwa kwenye swala la usalama mamangu tumemaliza hapo. Yaani na sio kumaliza tu, yaani mwenyewe kasema hivi atawaleta vijana wake mpaka yeye mwenyewe atakuwepo hapa. Kisije kikaibiwa kisoda wala kikaibiwa chakula wala mtu akaguswa. Endapo usalama 100%. Basi mke wangu, kama hilo jambo umelifanya, umefanya jambo zuri sana, kwa sababu hilo jambo ndio lilikuwa linanichanganya kichwa changu kuhusu usalama. Nilikuwa ninawaza, nafikiria usalama itakuwaje, kwa sababu muda wenyewe wa kufuatilia hilo jambo mimi mdogo. Lakini kama umefanya hilo jambo mke wangu, umefanya vizuri. Kwa maana hiyo hapo mimi ninataka wiki ijayo shughuli ifanyike. Sitaki mambo mengi kwa sababu nimeshavunja kikoba. Hapa niko mtamu kama kisheti, niko lele hapa mko wangu. Kwa maana hiyo hapo jambo tunatamba nalo. Nataka mtaa mzima wote watambue kwamba mwanangu Kishefa kaoa. Na mimi ndio mama Kishefa original, hakuna kopia nyingine hapa ya mama Kishefa. Yaani hapo mama umenikosha. Yaani hapo umenifurahisha nakwambia. Maana hiyo shughuli nilikuwa ninamnayo. Unajua nilikuwa ninamnayo? Maana waungwana walimwengu nakwambia walikuwa wanapiga kelele. Kaolewa ndo mkeka, hajafanywa shughuli, kachukuliwa tu kama kaokotwa. Sasa mwaka huu nataka nifunge midomo yote mtaa mzima. Kwanza hao mashoga zangu wanataka kufanya shindi la maana. Yaani hiyo shughuli mtaa wote tunafunga, mitaa wote midomo yote shap. Yaani hapa nikitoka hapa nataka nikafanya mpango wa kwanza kutambaza sare. Shughuli tunayo mamangu na tunatamba nayo. Jamani mimi nimeolewa kwenye familia yenye hela bwana. Mama mkwe wangu kwanza anauza vitu vya maana. Ukinywa tu lazima uchangamke akili mpaka mwili. Oya mtaani moto. Moto mama mtaani moto. Wakubwa kama watoto. Mtaani changamoto. Moto mtaani kwetu moto. Wakubwa kama watoto. Oya mtaani moto. Moto mama mtaani moto. Wakubwa kama watoto. Mtaani changamoto. Za asubuhi mke wangu. Masikio yangu nimesikia vibaya. Ulivyosikia ndio hivyo hivyo. Mke wangu na shida gani? Nikuulize wewe, una matatizo gani ya jana kukosa kurudi nyumbani kwako? Yaani jana nimekukutana malaya wako pale umesimama. Umeona pale nimekuharibia, haitoshi. Baada urudi kwako mwanaume anajitambua na ngerudi kwake muda ule kutoka mimi mume wangu nilikufumania pale. Wewe tena umenyosha naye huko hea. Wewe una akili wewe?
Saa hizi asubuhi eti mke wangu za asubuhi ya nyoko. Unajua mke wangu na shida sana. Jana ilikuwa ni zamu yangu wa Lindo. Sasa utegemea mimi ningefanya nini? Na ilikuwa ni ghafla pia. We, kwa Lindo gani? Kila siku ukiandaa kwenda kwenye Lindo unaniaga. Na uaga mkipita usiku lazima niwasikie keleza sungusungu, yani lazima niwasikie. Sasa wewe jana Lindo gani? Sijawasikia usiku, hamjaniaga. Kwa Lindo gani? Unajua kila mtu ana sekta yake na kila mtu ana majukumu yake ya kufanyia kazi. Sio mnielewa vizuri? Kwa hiyo yani sio sababu kwamba mimi jana kutokuli. Na ni siku moja tu ndo naongea maneno yote hayo. Kwanza usinipotezee muda wangu. Hapo nimerudi na kazi nyingine pia kufanya kiserikali kama unavyojua. Mimi ni mtu wa serikali na kazi zangu za kiserikali. Hapo nimekuja kuchange nguo, elekeza zangu mitaani kuchukua hela ya ulinzi. Sio umenielewa vizuri? Ujaenda kwenye Lindo, ujaenda kwenye swala aina yote. Wewe malaya umeenda kwenye mambo yako mara. Sasa leo hapa au ingii ndani. Wasichuzi. Mimi mwenyewe ndo mwandazimu, yani mwenyewe ndo mwandazimu kabisa, yani sichekeshi kabisa yani. Au piti, rudi huko. Wewe utakuwa na kichaa. Pite. Tena ukisogea na kubamiza fagio hili moja tu. Utanigea kesi wewe. Unataka kusema nini? Hujasikia? Sogea uone, wewe si askari na kubamiza nalo hili. Utanigea kesi ya usungusungu wezio hapo wote utanifuata. Semaje? Usinigee kesi. Naona sasa wewe ushaanza kunipanda kichwani. Umenisahau. Yaani leo nitakupiga mashuti kama siku. Toka. Wafu nini? Sasa ungeniumiza. Samani, nina jambo la kuongea na wewe. Yaani wewe unataka kuzungumza nini? Yaani utaongea kipi? Wewe mimi nilikwambiaje? Dada, mimi sitaki ukaribu na wewe. Na wala sihitaji mazoea na wewe. Usichokijua, mimi sio mtu wa mahusiano. Na mbali na kuwa mimi sio mtu wa mahusiano, mimi nyie vishandubi wanawake washenzi wa mtaa, mimi sio level zangu. Yaani nakuomba kistaarabu tu, unaponiona mimi, fanya kama unaonana na mtu ambaye hujawahi kuonana naye kabisa na wala hunijui kwa chochote. Otherwise tutakuja kufikishana pabaya. Leo nimekusimamisha na jambo lingine kabisa. Tena sio mambo hayo unayofikiria wewe, wewe umeenda mbali. Hili jambo linamhusu dada yako. Naomba mwambie dada yako anipe pesa yangu. Amenituma kazi nimefanya. Haijalishi imeisha, haijaisha, nataka pesa yangu. Wakati tulikubaliana nilipe. Leo hii anapita hivi, anipe pesa yangu. Naomba umwambie vizuri. Nitakachomfanya atahadisia. Yaani kumbe nyie mlilipana pesa, si ndo manake? Sasa mimi nahusiana nini kwenye malipo yenu? Au mimi naingiliana vipi kwenye makubaliano yetu? Labda nikwambie kitu kimoja. Mambo yanayomhusu dada yangu, naomba mfate mwenyewe. Mkipigana, mkaumizana, mkavunjana, mkatoana vinyampasila, hiyo mtajua wenyewe. Tena msinihusishe kwa chochote. Oya, uwe na heshima. Tena kuwa makini. Jichanganye. Oya mtaani moto, watu mama mtaani moto, wakubwa kama watu mtaani changamoto. Shemeji. Haya Shemkitoi, na wewe tena kusumbuana saizi. Umeniita hapa. Samahani sana. Najua nimekusumbua. Lakini nilikuwa na shida sana na Aisha. Nimejaribu kumtafuta, nimemkosa. Pia hata simu yake haipatikani. Nikaona nijaribu kwenda nyumbani kwao. Pia nyumbani kwao hayupo. Nimekutana tu na mama yake. Mama yake Aisha? Kwa kina Aisha umeenda kwa mama yake wewe? Hivi unamjua mama yake Aisha vizuri wewe? Sisi watu wote tunamuogopa. Wewe nani? Lakini sikuenda kwa nia mbaya. Nimeenda pale kwa dhumuni la kumjulia hali tu. Maana nilisikia amepata matatizo. Tuachane na masuala ya mama yake. Kama hata huku hajarudi, itakuwa yuko wapi shemeji? Unajua wewe ni mtu wake wa karibu sana. Ni lazima utakuwa unajua tu Aisha yuko wapi. Naomba usinifiche.
Mimi kusosha sijui. Maana tangia mamake siku ile aje amchukue aende naye kwao. Hatujamuona tena huko. Yaani umta huko hajaja. Naomba usinifiche kitu chochote. Hebu niambie ukweli. Aisha yuko wapi? Aisha ana bwana wengi. Ila yule bwana wake kule kasafiri ambako anapenda sana kwenda. Ina maana shemeji Aisha na wanaume wengine na unashindwa kuniambia? Bwana mjini hapo nakaja na bwana mmoja unaishije? Maana yule kipale yule nasikia kabananga kakimbia, kasafiri na mwenyewe sijui hata yupo wapi. Sasa sijajua kaenda kwa bwana wake yupi. Sasa mimi nitakusaidia. Sema shema hapo cha Mungu. Nikuomba tu nipe shilingi 5,000 afu. Shemeji, 5,000 mimi sio shida zangu. Lakini kwa bahati mbaya hapa sikutembea na pesa. Kama hautojali nikutumie. Sasa shema wangu umeongea. Yaani hapa nipo lele. Yaani nipo lele. Wewe hata usijali. Mimi washo nitakutafutia. Yaani kindaki nikitoka hapa tu naenda kutafutia Aisha mimi nitakupigia. Nitakwambia mbona sehemu fulani usikie shema. Sawa shemeji. Haya poa. Mimi ngoja nianze nguo. Mtaani moto, moto mama, mtaani moto, wakubwa kama watoto, mtaani changamoto, moto moto. Hivi ninachokiona ndo sahihi au vipi? Ni wewe kweli Halima ndo unafanya hichi kitendo? Usi uchawi kabisa unaofanya hapa, ushirikina huu. Kwani kaka una shida gani? Asa kinachofanya hapa kinakuhusu nini? Alafu mbona unapenda sana kunifuatilia jamani? Nini wewe lazima nikufuatilie? Kwa sababu wewe mimi ni ndugu yangu. Ukiharibikiwa wewe, nimeharibikiwa mimi. Na ndo tumeharibikiwa familia nzima. Sasa kweli? Hivi wewe hayo mapenzi ndo yanasababisha mpaka unakuja kufanya masuala ya kichawi hapa? Kama mwanaume hakupendi, si basi tu achana naye mpaka unakuja kusababisha unamloga dada ya watu kwa ajili ya mapenzi? Kwani usiangalie ustaarabu mwingine tu, maisha mengine akaendelea? Una shida gani dadangu? Mbona mtu mzuri? Yaani nyumbani unanifuatilia, hata huko mtaani unanifuatilia. Unataka mimi mambo yangu nikafanyia wapi? Kaka Saidi mimi sitaki unifuatilie. Kila mtu na mambo yake. Wewe mbona mimi sikufuatilii? Unaninyima amani bwana, sifanye mambo yangu, mimi sitaki bwana. Juzi nimeshuhudia mtu akimchota nyayo huyu mwenyewe huyu Halima. Leo pia huyu Halima anamchota nyayo huyu dada. Oya mtaani moto, moto mama, mtaani moto, wakubwa kama watoto, mtaani changamoto, moto moto, mtaani kwetu moto, wakubwa kama watoto. Oya mtaani moto, moto mama, mtaani moto, wakubwa kama watoto. Unakika mchanga wa kwake? Ndiyo mtaalamu. Usije ukachanganya nikachoma. Ndiyo mtaalamu, ni wenyewe huo, tena nimechota mwenye kwa mikono yangu. Aha, vizuri sana. Sasa hapa shughuli iliyobakia ya kwangu mimi, mengine yote niachie. Hapa ndo kwa mganga Gulugulu. Kwa hiyo mtaalamu, kazi yangu itachukua muda gani? Nipe wiki hii moja, na maanisha siku 7. Majibu utaanza kuyapata. Kila kitu nishamaliza.
Basi sawa, mimi acha niende. We, unaondokaje bila kuacha sadaka? Hapa kwa mganga unataka uchomoke tu kama uko chooni? We, haiwezekani iko kitu. Hizi ndo zenyewe sasa. Unaviona vitu vyangu navyokula? Safari inayokuja nakwambia uniletee chupa ya damu. Sitaki tena sadaka, umeelewa? Umesikia? Nitafutie mwanamke white niletee kwenye kilinge changu kama wewe, tumeelewana? Amna nachopata hapa. Nakusaidieni nyinyi tu hapa. Makalio ya samaki, fanya hivyo. Wefau. Bwana fanya haraka bwana, muda wote unavaa nini? Nguo yenyewe kijola tu. Mbona ita masiana ndugu yangu? Mimi nakwambia ile jambo limeshaiva. Yaani uko mtani mimi sina hata amani. Twende tukatafute. Sasa dada, una uhakika tukienda tutaikuta kweli? Maana pale wapita njia ni wengi sana. Kwa hiyo sidhani kama tutaweza kuikuta kwa kweli. Hapo kwenye uhakika ndo sina. Ningekuwa na uhakika ningekwambia twende tukachukue, tumpelekee yule bwana pasipoti yake. Lakini nakwambia twende tukatafute kwa maana uhakika mimi sina. Twende tukatafute. Afu pale kwenye mbona kumepoa poa, hata wapitaji watu ovyo ovyo pale. Hawapitaji watu. Za asubuhi mabinti. Salama, tukusaidie nini? Nimefuata pesa ya ulinzi. Ulinzi? Ndio. Ulinzi wa nini? Ulinzi shirikishi. Ulinzi wa watu na makazi yao. Kwa hiyo sisi tunalindwa. Ndo maana yake. Yaani wewe unatulinda sisi humu ndani. Wewe kutulinda sisi umeanza lini? Kwa ina maana niye utaratibu wa mfahamu. Kwa wewe baba kabisa umekosa kufanya kazi huko za kutafuta hela mpaka uanze kutapeli watu mtaani. Humu ndani unatulinda nini? Hizo simu za mkopo au hizo nywele tulizokuwa nazo kichwani? Maana yake hatuna hata kitu cha samani humu ndani. Na kwanza ulinzi wako unafanyaga saa ngapi, mchana au usiku? Ratiba ulinzi inaanza saa 5 usiku mpaka saa 12 alfajiri. Kwa muda wote mnakuwa mmelala. Sisi ndio tuko macho tunawalinda nyie. Hilo mnijui? Bora hata ungesema unalinda mchana tungeamini yawezekana, kwa maana ili jengo letu muda wote linakaa lenyewe. Kutwa kucha tupo kwenye kiguu na njia. Haya wewe usiku unatulinda saa ngapi? Wenyewe mundani mapopo hatulali. Tunasema hivi, sisi wewe hatuwezi kukulipa. Kwa sababu kila siku mundani sisi tunaibiwa. Yaani miswaki mundani kwetu kila siku inaibwa. Mwisho jana usiku nimerudi katika mianjo yangu, nimeweka mswaki na dawa, nimeweka na ndoo hapo. Mwizi natoka na mkuta kashabe baada ya mswaki anakimbia, ndoo ya maji kaiacha. Saa hizi unaniambia nikupe 2000 yangu. Si bora nikanunue dawa ya mswaki na mswaki mwingine? Sikupi kakaangu hiyo hela. Tafuta kazi ufanye. Hela hapa hamna. Nyie mnasema nini nyie? Kuibiwa nini? Kuna masi kazi yetu tuifanye ipasavyo. Nisikizeni kwa makini. Sijakuja hapa kupoteza muda wa kubishana na nyie. Ndio uje kufuata pesa ya ulinzi. Nipateni pesa niondoke. Si mmenielewa vizuri? Yaani nyie ndio wezi wakubwa wa mtaa. Kuto kucha mnatuchania nyavu za madirisha. Alafu sasa mnasema sisi ndio tunalinda. Mnatulinda nini humu ndani? Unasemaje dada? Wewe unaitania serikali? Mnaifahamu mnachamba sana umbea, si ndio? Sasa mimi sina muda kubishana na nyie. Naandika nyumba yenu hapo namba yake. Alafu hata usipate shida iandike tu. Mchana kweupe. Aibu utaona wewe. Aibu utaona mimi Basi sawa. Mimi sina muda kupoteza hapa. Na kazi nyingi sana kiserikali za kufanya. Kwa kama mmeshindwa kulipa shilingi 2000 pesa ya ulinzi, itawakosti. Taandikia barua, mtakuja ofisini kule juu makao makuu. Simenielewa vizuri? Na mtalipa na faini juu. Baba nenda mwana kwenda, wakati nafikiria kupeleka hizo taarifa zako zimeshafika kitambo. Hatuogopi dudu wala nenda. Si unaelewa? Eti sungusungu. Mzani moto. Moto mama mzani moto. Wakubwa kama watoto. Mzani changamoto. Moto moto.
mtaani kwetu moto, kila mtu anadongela suma, alokosa UTI hakuna, mapopozela kila kukicha, shughuli kama wanja taifa, huko kila mtu anawakela wako wanamchukua, kwa sana mpangaji wa kila maza Usio mchanga mwenyewe. Nasemaje mganga? Umepigwa hapa nyoko nini? Yaani mchanga unakuwa sio wenyewe vipi? Kwa sababu mimi nilompa hiyo kazi namwamini kindaki na nimempa pesa ya kutosha kaenda kunichukulia wa mchanga. Sasa wewe unasemaje wa mchanga sio wenyewe? We, acha kubishana na mganga. Usio wenyewe unabishana nini? Mchanga kabisa huu unanukia siliwaya na sabuni ya magadi. Na aliosha mwanamke ana mimba na ujua huu. Kwa mchina kajifanya mimi kaniingiza mjini. Yaani mimi mdada wa mjini naye kaniingiza mimi mjini mchina. Yaani yule mbona atafurahi show. Sikiza nikwambie. Sitaki kelele. Hapa kazini kwangu napeleka hesabu kama bodaboda kama 15,000 12,000 kwa hiyo sitaki kelele. Ukitaka hoja zako sio sukumingo zako nenda huko. Hapa mimi sitaki kelele. Cheki sura alivyompauka. Kama kachumbari ya msiba vile. Kwa sababu anakata na majozi.